chake mtu mwovu. Kuwakumbuka wenye haki. Kuwakumbuka wenye haki. Huwa na baraka. Ndio. Bali jina la mtu mwovu ndio litaoza. Aliye na akili moyoni mwake. Aliye na akili moyoni mwake atapokea agizo. Atapokea agizo. Bali mpumbavu. Mwenye maneno mengi. Ataanguka. Aendaye kwa unyofu. Huenda salama. Bali apotoshaye. Njia zake. Atajulikana. Sasa nataka tusome kwa pamoja au tuhubiri wote. Yesu asifiwe. Ili dozi isiwe nimeipata peke yangu nayo umeipata hii dozi. Tusome wote, lakini nataka tusome ule mstari wa kwanza, lakini tutasoma mstari wa 6, wa 7, wa 8 ikiwezekana na wa 9. Tusoma na kutafakari. Tusome mstari wa kwanza. Mwana mwenye hekima humfurahisha babaye, bali mwana mpumbavu ni mzigo wa mamaye. Tutafakari kwanza. Tutafakari mwana mwenye hekima. Haleluya. Kumbe mtoto mwenye hekima humfurahisha babaye. Nina maana hii. Kitendo ambacho watu wakubwa zetu walikifanya kwa ajili ya nyumba, nina hakika moyo wa baba ulifurahi ya kwamba nina mtoto anayejitambua. Amen. Sijui tumeelewana. Kitendo kilichofanywa na hao watoto wakubwa wetu ni kitendo ambacho kimemfurahisha baba ya kwamba hakika nina mtoto ambaye anajitambua. Mimi ni baba pia, nina mtoto wangu. Sio mmoja, na watoto wawili ambao ni wa biolojia na wengine ambao sio wa biolojia. Bwana Yesu asifiwe. Miongoni mwa watoto kama baba, kwa kweli kuna nyakati mtoto wangu akifanya kitu ambacho nibebe zawadi kwa ajili ya binti yangu au kwa ajili ya mwanangu sababu amefanya vizuri. Unaponifanyia jambo zuri, unanifanya na mimi niwe na furaha na wewe, niwe na amani na wewe, nijisikie kufanya zaidi. Nikwambie jambo moja, ukimfanyia baba yako au mtoto jambo zuri, uwe na hakika yeye atakuwa anafanya vizuri kwa ajili yako. Amen. Uwe na hakika kama kuomba ataomba sana kwa ajili yako. Lakini ukiwa mtu wa kumkera, uwe na hakika hatakuwa na mzigo na wewe, hatakuwa na muda wa kuomba na wewe, hatakuwa na muda wa kukuombea. Lakini ukifanya jambo ambalo likamfurahisha, haujawahi kuona siku hapa baba anasikia tu kuachia upako kwa sababu tumefanya jambo moyo wako unafurahi. Lakini ndio kuona siku ambayo moyo wako umechukia hadi kuomba anashindwa. Mnakumbuka mara kadhaa tunafanya mambo ambayo anasema kilichofanyika sijapenda, mpaka sisikii kuomba, nendeni na amani ya Bwana. Hamkumbuki? Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna jambo huyu mwana mpumbavu amelifanya limeharibu moyo wa baba yake. Lakini huyu mwana mwenye hekima amefanya jambo ambalo linauchangamsha moyo wa baba, ataachilia upako hapa ambao hujawahi kuona. Lakini ukitaka maombi ya baba yako ukiwa umemchukiza, usikubali hayo maombi. Nikwambie siri hii. Usikubali baba yako akuombea akiwa na hasira, atakulaani. Kilichomjaza mtu ndicho kinachomtoka. Tujitahidi kufurahisha mioyo ya baba yetu ili tupate neema iliyo ndani ya baba yetu. Tusome wote hata mstari wa 6. Anasemaje? Baraka humkalia mwenye haki kichwani. Ndio. Hufunika kichwa chake mtu mwovu. Tuna watu majeuri. Haleluya. Amen. Amesema mwovu. Tuna watu majeuri. Hawaelewi kusudi lililopo kwenye hili jambo. Wamekimbia hata leo. Hawapoi. Haleluya. Hapo najiona ajaje kama umeescape hivi. Kumbe umejitenga na baraka wenyewe. Haleluya. Anasema baraka humkalia mwenye haki. Mwenye haki. Wewe ni mwenye haki. Utakaliwa na baraka. Kwa sababu gani? Umependa jambo la haki. Baraka zitakukalia. Lakini yule ambaye mpumbavu, angalia kinachoenda kutokea. Kichwani bali jeuri hufunika kinywa chake mtu mwovu. Yesu asifiwe. Nikwambie jambo hili ni la baraka. Viongozi wetu wameweka utaratibu ni 10,000. Mimi nakwambia umeshindwa kufika kwenye nafasi, fanya hata kwenye nafasi ambayo uko nayo.
Haleluya. Lakini usikubali kujitenga na hii baraka. Amen. Usikubali kutoka kwenye hii baraka. Yaani umeshinda kufika kwenye level. Lakini usikubali kutokwenda kugusa mkono wa baba yako ukapokea baraka za baba. Amen. Akasema umebarikiwa mwanangu. Amen. Akasema umebarikiwa mwanangu. Ongezeka mwanangu. Pale koto. Bwana Yesu asifiwe. Tusome 7. Kuwakumbuka wenye haki. Wenye haki ni watumishi wa Mungu, ni baba zetu. Huwa na baraka. Tunapokumbuka wenye haki kuna baraka. Ndio maana nimesema hata kama una kidogo tu hicho kidogo, si umeshindwa kufika kwenye level ambayo viongozi wetu wamesema, fanya kwa level unayo, lakini usikubali kukaa kwenye level ambayo itakufanya uonekane kwa level yako. Amen. Ili kuonekana kuitangazia ulimwengu wa kiroho wa mbinguni kwamba mimi sio maskini. Nenda kwenye level ambayo viongozi wetu wamesema utakwenda kukupandisha unapotaka kwenda. Amen. Kwa jina la Yesu na amina. Yes, sasa unafuata mstari wa 8. Bali jina la mtu mwovu litaoza. Jina la mtu mwovu litaoza. Huyu ndio mwana asiye na hekima, huyu mwana mpumbavu, jina lake litaoza. Wale wote wanaofanya wajanja kwenye baadhi ya mambo huwa haendani mbali. Yeye wenyewe ni wazee wa sikili, wanaangalia hapa leo kuna tukio gani nije, kuna jambo gani zuri niende, kuna jambo gani anachitajua hela kwa wajanja. Kwa Mungu hakuna ujanja. Amen. Yesu asifiwe. Jina la mtu mwovu litaoza. Amen. Kwa nini atakosa baraka? Pata neno la baba. Ili baba apate neno lake, upate neno kwa baba. Kiasi gani unaobariki moyo wa baba yako. Amen. Nisomee mfano hapa. Mstari wa 8. Aliye na akili moyoni mwake atapokea agizo. Bali mpumbavu mwenye maneno mengi ataanguka. Hao ndio kuna watu wana maneno mengi. Tutafanya. Ndio. Amen. Ukifika wakati alipo kwenye kupanga, kutekeleza, kwenye kuzungumza ni hodari, lakini kwenye utekelezaji kuna watu wanatufanya kama jambo kutusukumia hapo na wanarudi nyuma. Wakihisi ndio ujanja. Bali mpumbavu aliye na maneno mengi ataanguka. Atakuwa na maneno yasiyo na matokeo. Atakuzungumza sana lakini sio mtekelezaji. Ndio, machoni pangu utakuwa umeescape, hujafanya. Lakini wewe ni mpumbavu kwa sababu umelikimbia neno la baba. Haleluya. Ili hajasoma kitabu kile cha Matendo ya Mitume na Malaki, Mungu anasemaje? Anasema nimemkataa Sauli Esau, lakini nimempenda Yakobo. Nimemchagua Yakobo, nimemkataa Sauli. Haleluya. Mwana mpumbavu hamfurahishi baba yake. Amen. Hawezi kukukataa, sio haina maana kwa Mungu anamkataa kabisa, mpendi ama kuna namna na kuana changamko. Hapa naongea na mimi kama baba. Kwa kweli kuna namna mwanangu akinifanyia oga sijisikii vizuri. Hata mwanangu Daudi ni mdogo, lakini kuna namna akifanya sijisikii vizuri. Sijisikii kama msasi. Kwa nini afanye hivi? Kwa nini atende hivi? Kwa nini mwanangu ufanye hivi kama msasi? Lakini akifanyia kitu vizuri, huwa sio hata upako kumwombea. Kwa kweli. Sasa nazungumzia ni kama baba. Lakini najiona pia kwenye nafasi yangu kama mume. Nikifanyaga jambo zuri kwa mke wangu, namna gani napata vitu vizuri. Amina. Lakini nikifanya jambo lisilo zuri, haya, wewe endelea kuwa mjanja. Endelea kuwa mjanja. Ukisikia kama ujanja una faida. Acha kuwa na maneno mengi. Amen. Yesu asifiwe. Usome mstari unaofuata. Mstari wa 9. Aendaye kwa unyofu huenda salama. Bali apotoshaye njia zake atajulikana. Yesu asifiwe. Anaenda kwa unyofu huwa salama. Lakini mjanja anayepotosha njia zake hatajulikana. Yesu asifiwe. Unatuambia sisi unaela, kumbe unayo. Mungu anakujua. Bwana asifiwe. Lakini atufanye jambo hili baba yake.
yako. Amina. Kama jambo ambalo ningeweza kulifanya, ningeingia ndani ya moyo kila mmoja, alafu nimuoneshe ni vizuri kama nini kumfurahisha mzazi wako. Amen. Mimi pia nasimama kwa ile nafasi kama mtumishi. Kuna nyakati namwambia gari mke wangu, mtu nikimwombea kufanya na huduma, nikimgia maelekezo, asipofuata maelekezo, huwa najisikia sijisikii vizuri. Kwa hata nyakati zingine kumwombea, yaani Mungu aniambia omba. Amina. Lakini siko tayari kutaabishwa na mtu asiyefuata maelekezo. Amen. Tunaona namna ambavyo mwana asiyefuata maelekezo huwa ni mzigo kwa mzazi wake. Amen. Mwana asiyefanya utaratibu huwa ni mzigo kwa mzazi wake. Lakini mwana anayemfurahisha mzazi, okay, ni heri nirudie kila mara. Uniambie baba nimefanya hivi, niambie, lakini sio kukupa maelekezo usiyapate. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuepuke kuwa wajanja. Amen. Mungu anasema nimemkataa Esau, lakini nimempenda Yakobo. Haina maana ya kwamba Mungu ampendi Esau kwa jinsi hiyo. Lakini kuna namna mzazi ujisikia vizuri kwa mtoto anayefanya vizuri. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee Mwanzo mstari wa 7. Mwanzo 4 mstari wa 7. Nisomee Mwanzo 4 mstari wa 7. Anasemaje? Mwanzo 4 mstari wa 7. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 7. Mstari wa 7. Ndio. Nitasoma kwa jina la Bwana. Soma. Kama ukitenda vyema, kama ukifanya vizuri kwa mzazi wako, utapata kibali. Sasa akikwambia hivi unaendelea hivyo, anakwambia nenda huku nenda kule, anakwambia fanya hivi na fanya hivi, anakwambia mwanangu tunaanza njoo kanisani hichi, anakwambia tunaanza hichi, anakwambia hivi ufuate utaratibu. Utampendezaje moyo wa baba yako? Yesu asifiwe. Tunataka kuipendezesha mioyo ya baba zetu. Tunataka tupate kibali kwa baba zetu. Nikwambie siri leo, unataka kupata kibali kwa baba yako, fanya vyema. Amina. Nasema hivi, unataka kupata kibali kwa baba yako, fanya vizuri. Amina. Hata kama tunaangalia macho makavu ukachukia, nikwambie, ili upate kibali kwa baba yako, fanya vizuri. Amen. Ufanye moyo wa baba yako uwe na furaha. Amina. Ufanye moyo wa baba yako uchangamke. Amen. Bwana asifiwe. Nikwambie, ingekuwa kuchagua, hata yule mama mwambie angechagua kuolewa na mchungaji angekataa, kwa sababu baba nje ya wakati tu anakuwa na sisi hapa, ana muda mwingi pia akiwa nyumbani anakuwa pamoja na sisi katika roho. Amina. Biblia inasema, tumezungumza sema kwa sababu ukesha kwa ajili ya roho zetu. Au hatujasoma hapa? Amen. Kwa hiyo kama ukesha kwa ajili ya roho zetu, kwa hiyo tafsiri nyingine, watu hawa baba zetu huwa na muda mwingi zaidi ya huu tunaokuwa nao hapa kwa ajili yetu. Amina. Haleluya. Haleluya. Tutakwambia watu tusiwabariki sisi vitu vya mwilini. Bwana asifiwe. Amen. Ni vile tu. Okay, ukiwa hivyo unafurahi uka. Nimeshamaliza kuhubiri.